Wa fil hadithi, na katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, tashhadu ala kulli abdin au amatin ala kulli ma amila ala dhahriha, ardhi itamtokea ushahidi kila mtu kwa aliyoyafanya kwenye mgongo wake. Itatoka ushahidi wa kila mtu, hakutofichwa lolote. Hilo ulilolifanya itazungumza. Yaumaidhin, siku hiyo. Basi kuja kwa nakira kisha midhifia kuonyesha siku kubwa. Yaumaidhin, Mwenyezi Mungu akusema al-yauma, yaumaidhin, siku hiyo. Yasduru nnas ay yansarifuna au yansarifu nnas, watu wataondoka min mawqifil hisabi, kutoka kwenye masimamo ya hisabu. Kwenye masimamo ya hisabu watu mwanzo watahesabiwa, kisha liura wa amalahum, waende wakaonyeshwa, wapate kuonyeshwa amali zao, vitendo vyao. Watu watasimama siku hiyo kisimamo kirefu kiasi ya kuwa kila mmoja atatamani ima kuamuliwe, mwenye kuingia peponi aingie na mwenye kuingia mochoni aingie. Yusharu nasu rianan, watu watafufuliwa uchi siku hiyo. Pakana na Aisha akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, takuwaje ya Rasulullah watu wafufuliwa uchi? Katika fikra zetu kwa tutaangaliana, si ndio? Hapo ulimwenguni ukimwona mtu utembea uchi, basi tayari hapo watu wote wakimwangalia, ule mwendo wazimu ama. Na ikiwa si mwendo wazimu, basi inshallah utapigwa picha zipeperushwa hapo kwa hapo. Ama si uchi tu, ulimwenguni kidogo tu, ukifeli kidogo tu njiani jamaa kuchukua ijikuna kuna, tukisiku hizo sema mahali ujikuna kuna ovyo ovyo hivi, jamaa cha kuchukua, mwangalie huyo. Kwa sababu tuna nafasi kubwa hapa katika dunia, raha mustarehe. Ulimwengu watembea raha mustarehe, lakini siku hiyo ya kiyama watu watafufuliwa uchi kabisa, wote hivi uriana ni kabisa, kama siku ya kuzaliwa hivi, watu wazima na hakuna anayemwangalia mwenzake. Na Aisha kamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, takuwaje watu kiwa mfufuliwa uchi? Kwamba al-amru ashaddu, mambo atakuwa magumu sana, hakuna mtu atathubutu kumwangalia mwenzake kwa sababu ya uzito wa siku kama hiyo. Ndio yasduru nas ay yansarifuna, watu wataondoka min mawqifil hisabi, kutoka kwenye sehemu ya kuhesabiwa. Liura wa amalahum, ili wapate kuonyeshwa matendo yao yote walioyafanya. Amala ni ismu ikiwa imedhifia na maana ya amali zote. Ismu yote ikiwa itadhifia maana yake ni kile ulilolifanya litahesabiwa. Matendo yako yote ya swala, saumu, sadaka, zaka, ya haji, kile ulilolifanya utaonyeshwa. Liura amalahum. Mwenyezi Mungu atuambia katika aya nyingine, hadhiruna la takhfa minkum khafia, kila kitu kitakuwa wazi, hakuna kufichwa, utaonyeshwa kila kitu. Taambiwa undhuru ila hadha wa hadha wa hadha, angalia hili ulilolifanya. Basi ikiwa ni mtu muovu utasema, mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kitabu kinani hakikuacha lolote, mambo yote yameandikwa ndani yake, mambo makubwa yameandikwa na mambo madogo yameandikwa. Kina nini kitabu hiki? Taanza kubabaika, kwa sababu kila kitu ulichokifanya kimehesabiwa. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, mwanadamu akitembea hana nafasi, ardhi imekufuata yachukua recording yako, malaika wawili wanachukua recording. Yani mwanadamu kila anavyotembea na anapotembea amefuatwa na mashahidi kadha wa kadha kudhibiti analolifanya. Sitaona tutatembea hivi, lakini kuna viumbe vimetufuata.
Angalia tu katika ulimwengu, utaingia kwenye duka hivi, ongea kwenye duka kubwa hivi, ona hakuna mtu anakuona pale, utaingia hivi mahali hivi mara nyingine uchukue kitu che kwenye mfuko hivi, ukitoka jamaa amekushika, sikuchukua kitu. Mzee, hebu weka mfuko wako chini. Mimi sijachukua kitu. Angalia hii, angalia picha hii uko ukifanya pale. Basi nisameni, sameni mwanadamu mimi. Sasa hujui kwamba ulimwengu na kamera, na mwanadamu ameitengeneza hii kamera ya kukuchukua, wachukuliwa mpaka nje siku hizi. Hata chooni nasikia kwenye mahoteli makubwa makubwa huwekwa chooni mara nyingine. Wewe waoga hivi, jamaa wakuona kule. Sikia hizo habari, utaona kuna kidude kimewekwa hata ukioni wewe. Oga vizuri hata habari. Masaa hivi, maji ya moto mashallah, sikia raha. Kumbe jamaa kule wa kucheka huko. Angalie tumbo lile. Sasa ikiwa ulimwenguni watu wamefika kwenye hadi hii ya kuwa kuna kamera mtu akuchukua na kusambaza haya mambo ya Mungu, kamera ya Mungu, recording ya Mungu ni kubwa ilioje. Hakuna mtu atakataa, atasema mimi sikufanya. Na mwanadamu aktharu shay'in jadala, atakataa siku hiyo kwa uinadi wake. Mali hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mwambie Mwenyezi Mungu, mimi sikufanya hili, mimi sikuchukua, mimi sikuenda kule, mimi sikufanya hili. Mwenyezi Mungu atuambia kwenye suratu Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tafungwa midomo kabisa, ulimi, miguu itaongea, mikono itaongea. Hii miguu hii, kila unapoenda mahali basi ile miguu kutokea ushahidi. Kila ukishika kitu, hii mikono na huchukua recording tosha kwa ushahidi. Ona mwanadamu, hizi banana si ndizi, banana ni hizi thumbs, zinachukua fingerprint, pia zina ushahidi wake hizi. Kila kitu kina ushahidi wake. Finga za mwanadamu hazifanani ulimwengu nzima. Ukiweka fingerprint yako na mwingine yake ifanane, angalia ukubwa wa Mungu. Allahu akbar jalla jalalu. Kuna wanadamu wangapi katika ulimwengu kuanzia kuumbwa mpaka leo, ni wangapi? Na ukiangalia vidole vimefanana tu hivi, vidole ukiviona dhahira mtaona vimefanana, lakini ukiweka kidole chako kuwa ni saini, ndio ushanunua nyumba, magari. Mwingine hatakiweka, hawezi kukuibia, haifanani. Kenda kwenye kompyuta basi utaambiwa hii si saini yako hii. Angalia ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa utakimbia wapi siku hiyo? Ndio mtatakana we na hadhari katika ulimwengu. Mahala unapoenda uangalie, mimi naenda wapi sasa hivi. Waenda mahala pa kheri, mguu wako utumie kwa sababu ya kheri. Mkono wako ukiutumia, utumie kwa sababu ya mambo mazuri. Usishike vitu vibaya vibaya ukampiga mtu. Almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Mtume atuambia Muislamu ni ule watu wamesalimika na yeye na ulimi na mikono na miguu, haudhi yani. Ukitembea angalia mahali unapotembea, hujui utaangukia wapi. Tembea angalau anguke kwenye msikiti, ukifa upate husnul khatima. Lakini watembea waingia kwenye baa, kwenye madangiro, watembea waende kwenye mabichi na wanawake huko, umeanguka mpando na mshipa, umekufa, sul khatima. Sasa mwanadamu atakana atumie viungo vyake kwa sababu ya khairi. Ndio Mwenyezi Mungu akatwambia, faman ya'mal mithqala dharratin, basi yote mwenye kufanya mithqala dharratin, uzito wa dhara, yani mdudu chungu mdogo hivi, khairan, khairi, yara, ataiona siku hiyo. Amali ndogo ulioifanya utaiona siku hiyo. Dharau na mimi gani, kitu gani?
tende ile moja kaitoa Ramadhani moja tu kaileta msikitini, kaifunga hivyo kaileta nawe kaibwaga hapa, basi utaiona useme ni hata nikipeleka ina nini gani? Au ukitoa shilingi 5 ile ukampatia maskini, usidharau, sema nini na yule mwenye kupewa na yeye ashukuru, asiseme nini. Kuna siku moja kuna jamaa alikuwa ataka kusaidiwa, naangalia sokia cha mfukoni, mara nyingine wajua utena mkono ukiingana na mfuko, bahati nasibu cha mkono mfukoni kapata dala, kimpa kanambia nini, shika mwenyewe, nikachukua. Sasa shilingi 5 na 5 shilingi 10, haba na haba ujaza kibaba, usikatae. Na wewe mwenye kutoa nao usidharau. Shilingi 5 ushinda mamilioni. Ruba dirhamin yaghlibu dirhamain, huenda dirham shilingi kashinda dirham 2. Toa. Kwa hiyo ile dhara ya amali unaoifanya utaenda kuiona siku ya Kiyama, ya mdudu chungu mdogo ule. Dhara ni chunguli mdogo ule. Mwenyezi Mungu akutuambia bakteria, kwa sababu mwanadamu, watu wengi hawajui bakteria wakoje, lakini mdudu chungu mdogo watu wajua. Ndio Mwenyezi Mungu akatolea mfano kwa kinachotujua, kitu ambacho kwamba sisi tukijua. Mdudu sawirisha amali ya mdudu chungu mdogo, utaiona siku ya Kiyama. Ina maana kila tunalolifanya katika ulimwengu yachukuliwa, amali yote unaoifanya yachukuliwa. Asghairu sidharau, tasirul kabaira, madhambi madogo madogo yale usiadharau, wa makubwa. Na yale mazuri unaoyafanya madogo madogo usiadharau, kila yakikusanyikana pia huwa makubwa. Semeli ndogo kaliwacha. Sunna hizi usidharau, sunna baada faradhi usidharau, baada ya sala, baada ya kufunga Ramadhani usidharau, sadaka na kadhalika, kwa sababu hivi vitu vitakufaa kwenye mizani. Amma man thaqulat mawazinuhu, mizani ikiwa mzito, fa huwa fi ishati radhi, atakuwa mahala pazuri siku hiyo. Vitu vitapimwa. Sasa ile madogo madogo yakikusanywa yote yale wa makubwa. Faman ya'mal mithqala dharratin khaira, ya kheri yote unaoifanya yarahu, utaiona siku hiyo. Waman ya'mal, na yule ambaye kwamba atafanya mithqala dharratin, uzito wa mdudu chungu dogo yule, sharran, shari yote ile, yarahu, ataiona siku hiyo ya malipo. Kwa hiyo siku hiyo kila kitu kitakuwa wazi. Wale waliofanya mashari mabaya kwenye usiku wa giza, wakaua, wakadhulumu, wakafanya hili na lile, mambo yote yatadhihiri siku hiyo, yote yatadhihiri. Katika ulimwengu atatafuta shahidi, labda hajulikane aliyemuua marehemu, shauawa, lakini aliyemuua hajulikani. Onekana mtu ameuawa tu, onekana shapita yale, hakuna shahidi. Ama kesi imeenda kwa wakili wamekula pesa, ameshinda yule, shinda kesi, lakini siku hiyo hakuna cha wakili. Ataletwa watu wakili asimamie kesi, wakili mkubwa Mwenyezi Mungu, ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yeye ndiye atakaye kusimamia kesi zote za wanadamu. Hata yule mbuzi, mnyama aliyekuwa na pembe, aliyempiga mnyama asiyekuwa na pembe, watalipwa. Licha mimi na wewe, wanyama watalipwa na hawana akili. Imagine haje mimi na wewe tuliopewa akili timamu, itakuwaje siku hiyo? Tutatakana wana hadhari kubwa sana katika huu ulimwengu, kwa sababu hiyo siku inaokuja ni siku kubwa. Mwenyezi Mungu atuambia kumalizia, watalika yaumaidhin yaumun adhim yauma yaqumu nnasu lirabbil alamin. Inshallah tutakoma hapa sababu ya wakati. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla
fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama kuna swali moja inshallah. Naam. Naam. Mkeo baadhi ya wanazuoni wasema hakutangui. Baadhi ya wanazuoni wasema bibi yako wa ndoa hakutangui, lakini katika madhahabu ya Alimamu Shafi kwa hakutangui. Lakini kuna baadhi ya wanazuoni na ni ikhtilafu ya wanazuoni, umefahamu vizuri, lakini si masala ya mizozo haya, si masala ya mizozo. Manake kuna baadhi ya watu wengine hushikilia kwamba, kuna wengine hukwambia kula nyama ya ngamia huvunja udhu, kila nyama ya ngamia huvunja udhu. Hata juzi nimesikia darasa nyingine yasema damu si najisi, damu yoyote, damu si najisi. Ni misimamo ya watu, unafahamu na wengine hukwambia nyama ya ngamia huvunja udhu, lakini madhhabu ya Imam Shafi kwa nyama ya ngamia haivunji udhu. Sasa wale walostadili kwa bibi yako hakuvunji udhu, walistadili kwa hadithi na Aisha radhiallahu ta'ala anha, sema masala ya kushumu yale, umeelewa. Lakini wanazuoni wakazungumza kuhusu hizi hadithi kwa urefu, wengine wasema dhaifu, wengine wakasema kadhaa. Lakini katika misimamo yetu sisi ni hiyo, kwa anaweza kuvundia udhu. Nafikiri tumefahamu vizuri. Naam. Naam. Kuna masala ya kuulizana maswali kwenye kaburi watu wakishakuwa wamekufa, na hili liko na maswali ya kuwa kuna watu wengine huchomwa, si ndio? Kama ubaniani haya hawaziku manake wale, si ndio? Sasa katika sheria ya Kiislamu ni kuwa kila mtu ataulizwa maswali, mwenye kuchomwa, mwenye kumezwa na samaki. Maanake kuna wengine hawazikwi, mtu atamezwa na papa, kaburi lake lile wakati wa kuchomwa mtu pale, kaburi lake ndio hilo. Sasa mfahamu, ndio wakati wake wa kuulizwa. Sasa ikiwa mtu yuachomwa, basi na yeye pia huulizwa maswali, man rabbuka, kwa sababu katika sheria ya Kiislamu kuwa kila mtu ataulizwa maswali. Na wale wenye kufa kwenye ndege, kuna watu kufa kwenye ndege wakawajivu na mchanga. Sasa je, sasa kuulizwa kwao vipi? Manake hawakutoka kwenye kaburi sasa kwa jibu sasa kuulizwa kwake ndio huko. Sasa le muda ule ashakuwa jibu. Sasa man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka, hana kaburi yule. Tukiongojea kwamba tafuta jibu lake licho kwenye kaburi ndio ulizwe, tafuta mpaka sanga kwanza tutapatikana, ashakuwa jibu. Au yule baniani yule amechomwa mpaka amekuwa jivu, sasa kaburi lake lilikuwa hali na ule aliyekuwa mochari. Sasa ikiwa hakuzikwa, kama uko mochari kwa muda mrefu, sasa ikiwa ataingizwa kwenye kaburini, kiada na kidesturi lazima mtu aulizwe ndani ya kaburi. Sasa sijui kama imeeleweka hapo. Kwa mfano ni maiti amekaa kwenye freezer, amewekwa, mfano utakusafirishwa kupelekwa kwenye mji mwingine, sawa? Ina maana wakati wako kuzikwa bado, si ndio? Sasa kisha baadaye akaenda akatiwa ndani ya kaburi,
Sasa ikiwa atachonda na kaburi, Mtume atuambia nini? Atafanya nini? Ataulizwa maswali. Sasa yule ambaye hakupatikana kutoka kwenye kaburi yule, ina maana wakati ule wa kuchoma pale ndio wakati wake, maana atachwa sangapi kwenye kaburi? Hakutiwa. Sasa na huyu naye ikiwa ataka kwenye mochari miaka 2-3 bado hajazikwa yule, yuko mwanadamu sasa, ni mwili huko. Nafikiri tumefahamiana. Huyu amekuwa jivu, huyu tayari mambo yake huyu ni kuulizwa na umefahamu. Lakini huyu sasa yuko mwili haujaingizwa kwenye kaburi. Sasa muda atakapokuingizwa sasa pale ataulizwa, nafikiri mfahamika. Na muda atakapokuwa yuko juu huku kwenye mochari huku atateswa kama ni mtu mwovu, waona vinganga. Sasa yule mtu mwovu utaambiwa kwenye hadithi, mfano akiwa mochari pale, ataka kuondolewa mochari kupelekwa kwenye kaburi, atasema ya waila tafaina tadhhabuna bi, manipeleka wapi mimi? Niacheni hapa hapa mochari. Ina maana kule kaburi unaenda kufanya nini? Kuulizwa. Na Firauna naye hajazikwa. Mwenyezi Mungu atuambia annaru yuradhuna alaiha quduwa wa ashiyan wa yawma taqumu saa adkhilu ala firauna ashadda aladhab. Firauna huonyeshwa mateso yake pale quduwan wa ashiyan. Umeelewa? Sasa kaburi adatan ni mahala pa kuulizwa mtu maswali kiada. Ina maana mtu hata kama amekaa amewekwa kwa muda kwa mochari, iko wapi, hajazikwa, akisha kuingizwa ndani ya shimo pale shimoni, ni ada ya mtu kuulizwa maswali kaburi lake hili. Na yule naye mwenye kumezwa na samaki, naye akisha kumezwa na samaki pale ndio wakati wa kuulizwa maswali, kaburi lake lile. Na yule mwenye kufa kwenye bahari, kwenye fikihi tuambiwa mtu mwenye kufa kwenye meli hakuna mahali pa kuzika. Sheria yasema atafungwa jiwe upande wa kulia ama kitu chochote kizito, kisha ashushwe ndani ya maji. Sasa kisha kushushwa ndani ya maji, kaburi lake ndilo ataulizwa nini hapo kwenye maji? Maswali. Nafikiri nifahamike. Kabisa. Nini ndio kaburi lake? Manake atazikwa saa ngapi yule ndio kuliwa na samaki chini? Sheria sema mtu mwenye kufa kwenye bahari na hakuna mahala, na kwenye meli hakuna friza wala barafu, na tukimwata huko kwa masiku atafanya nini? Taharibika. Sasa sheria ya Kiislamu yasema huyu mtu ataoshwa pale, atasaliwa ndani ya meli, kisha atafungwa kitu kizito hivi ya kulalia upande lekezo kibla hivi, shusho hivi, shusho kwa kamba. Kwa nini? Mpaka chini. Akisha kushuka pale ndio kanini kaburi. Sasa ikiwa kaburi lake, na maana ataulizwa nini? Nafikiri nifahamika. Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukran.